kwenye Isaya 49 mstari ule wa 14 na wa 15 na wa 16. Isaya 49 14, 15 na 16. Isaya 49 14, 15 na 16. Biblia inasema hivi: bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Mstari wa 15, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Mstari wa 16, tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tazame hapa itakusaidia. Tazame hapa itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema Yehova ameniacha. Huyo ni Sayuni huyo. Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Naona hiyo? Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Ndivyo watu wengi sana wakipita katika mambo magumu. Katika mambo magumu. Inawezekana na wewe kuna mahali unapita saa hii unaponitazama. Unapita kwenye mazingira magumu, hali ngumu ya uchumi. Umepoteza kazi, umetafuta kazi hujapata nyingine. Ndoa inapita mahali pagumu, ada ya watoto imekuwa ni ngumu, imekuwa ni tabu sana kuendesha maisha. Unisikilize vizuri. Cha kwanza ambacho kinaingia moyoni mwako, Bwana ameniacha. Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Na kwa mfano wewe ni binti, unashangaa marafiki zako 3 4 ambao mko mnaitana, jamani hawa jamani ni mashosti hawa. Wa kwanza ameolewa, wa pili ameolewa, wa tatu ameolewa, wewe hujaolewa, mko 4. Kwa mkikutana kila mtu anakuja na taarifa za kwenye ndoa yake. Wewe unakuja na taarifa za mechi. Sasa ni rahisi sana kusema Bwana amenisahau. Au imekuwaje? Mungu ameniacha. Wengi wanasema hivyo. Bwana amenisahau na Mungu ameniacha. Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Bwana amenisahau. Umeanza huduma na vijana wenzako. Huduma za vijana wenzako zimeenda mbali. Wewe bado uko kwenye una struggle, unapambana, unasema sasa Mungu atakuwa hajataka niwe mtumishi tena. Labda sijaitwa kwenye huduma. Labda Mungu sikumsikia vizuri. No. Unaanza kusema Bwana amenisahau. Ni kwenye kazi. Mefanya interview wote. Na wote mlikuwa marafiki. Wenzako wameitwa kazini. Wenzako wameitwa kwenye kazi, wameitwa ofisini, wameajiriwa, wewe bado. Bwana amenisahau, Bwana ameniacha. Biblia inasema, Sayuni alisema, Bwana amenisahau, ameniacha. Lakini Mungu akajibu akasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Anaposema sitakusahau wewe, maana yake mimi nitakupa haki yako. Nitakutendea kama mtoto anyonyaye. Ndio maana anasema mwanamke anamsahauje mtoto wake anyonyaye? Asimhurumie. Asimhurumie kwamba leo nimetoka asubuhi
Sasa hivi ni saa 7, mtoto hajanyonya. Kuna wanawake wahuni. Yani ananyonyesha mtoto, yani ndio ana miezi 2, ananyonyesha, anamwacha mtoto na msichana wa kazi. Maziwa yamejaa kabisa, ana maziwa ya kutosha ya kumnyonyesha mtoto, alafu akumbuki. Wewe ni mkatili wa kiasi gani? Sasa Biblia inasema mwanamke tu inakuwa tabu sana, hatakumbuka saa hii mtoto hajanyonya. Na umwambie kitu. Mwambie kitu, kikao hakitakalika, kikao ofisini, biashara haitasogea. Akishakumbuka mtoto wake hajanyonya na ni saa 7 mchana tangu ametoka asubuhi, nothing done. Hakuna kitakachoendelea hapo. Hakuna kitakachoendelea hapo. Ni nini? Amemkumbuka mtoto hajanyonya, amemhurumia mwana wa tumbo lake. Sasa huyu ni mwanamke anyonyeshaye. Biblia inasema kama tu mwanamke anyonyeshaye hawezi kumsahau mtoto wake na hawezi kumuacha asimuhurumie mwana wa tumbo lake, Mungu anasema, je, mimi si zaidi nitawahurumia kama vile mama mhurumiavyo mtoto anyonyaye, naam, nitawapa haki zenu. Kwa lugha nyingine anasema sitawasahau. Alafu anasema hivi, nimewachora katika vitanga vya mikono yangu. Napenda sana hii verse. Nimewachora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako zi mbele zangu daima. Anaposema nimewachora katika vitanga vya mikono yangu, vitanga ndio hivi hapa, hivi ndio vitanga hivi na hapa. Kwa hiyo anajaribu kusema hivi, wakati ninawatendea wengine, maana mkono wa Mungu ndio unatenda matendo ya Mungu, ninawatendea wengine na ninyi mupo kwenye listi. Anaposema nimewachora katika vitanga vya mikono yangu, anasema ninapowatendea wengine na wewe pia upo kwenye orodha yanayotakiwa kuwatendea rehema za Bwana. Nataka nikuambie, haijalishi unaona muujiza wako umechelewa, unaona majibu yako yamechelewa, unaona maombi yako hayajajibiwa, unisikilize. Hawa ambao unaona Mungu amewatendea, Mungu ameshawatendea, walikuwa kwenye vitanga vya mikono ya Mungu. Lakini na wewe jina lako lipo, bado upo kwenye orodha, na yamkini katika wiki hii ndio wiki yako ya Mungu kutenda kwenye maisha yako, katika jina la Yesu. Na mtu mwenye imani aseme amen. Nasema hivi, nimekuchora kwenye vitanga vya mikono yangu. Kwa lugha nyingine, ninapotenda kwa ajili ya wengine, na wewe upo kwenye orodha ya wale ambao ninapaswa kuwatendea rehema. Usiogope mama, usiogope kijana, uko kwenye listi katika jina la Yesu. Katika listi ya Mungu ya wale wanaopaswa kutendewa mema, kurehemiwa na Bwana, kukumbukwa na Bwana, na wewe upo kwenye vitanga vya mikono yake. Bwana hawezi kukusahau, upo kwenye listi, na kwenye hiyo listi inawezekana umeifikia wiki hii. Mungu akutendee kama alivyowatendea wengine. Mtu wa imani aseme amen. Mungu hawezi kukusahau. Mungu hawezi kukusahau. Upo pale kwenye listi yake. Upo pale. Anakujua. Anakuona. Anajua unachopitia. Anajua hali unayokanyaga na mahali unapokanyaga. Anakujua. Mungu anakujua. Na Mungu akutendee mema kama alivyokusudia. Mtu wa imani aseme amen kwa makofi mengi kwa Bwana. Haleluya. Kwa hiyo nikasema hili ni jambo la kwanza likae kwenye moyo wako. Kokote pale ninawaona watu ambao mlikuwa mnasema Mungu amewasahau, lakini Mungu hajawasahau. Mungu bado ana mpango na wewe. Uko kwenye orodha ya kitanga cha mkono wake. Mkono wa Mungu maana yake utendaji kazi wa Mungu. Nguvu za Mungu zinazotenda kazi zitakutembelea siku. Hujasahaulika kiasi ambacho nguvu za Mungu zisikufikie. Kuna siku zitakufikia na wewe. Wakati malaika Gabrieli alienda kwa Elizabeti, akatamka uwezo wa Elizabeti kubeba mimba akabeba ya Yohana. Miezi 6 baadaye jina la Mariamu lilikuwa kwenye vitanga vya mikono ya Mungu, na yeye akatembelewa na Mungu, na yeye akabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie, haijalishi Elizabeti wako tayari ana mimba na wewe bado unasubiri, miezi 6 sio mbali. Mungu anaona katika orodha ya wanaofuata
ni wewe, na Mungu atakutumia msaada katika jina la Yesu. Ukikutana na Elizabeti wako, mtapeana shuhuda. Atakwambia malaika alimtokea mume wangu hekaluni na mimi nimebeba mimba, na wewe utasema na Mungu na yeye malaika huyo alinitembelea na mimi baada ya kutoka kwako. Ni katika listi wewe unafuata. Mtu wa imani aseme amen. Wewe unafuata. Kwa nini? Umechorwa katika vitanga vya mikono ya Mungu. Hajakusahau. Nataka niseme na mtu aliyekata tamaa. Nataka niseme na mtu aliyechoka. Nataka niseme na mtu aliyejisikia kwamba Mungu amemwacha. Nataka niseme na mtu ambaye anaona kama vile Mungu amemsahau. Nataka niseme na binti na kijana ambaye anaona kama vile Mungu hamkumbuki. Unasema miaka imeenda, nimefunga, nimeomba kila aina ya maombi, kila aina ya sadaka, kila aina ya wito nilioitwa ili nifanye maombi, nimeomba kila kikundi cha maombi nimeshiriki, lakini naona kama vile Mungu ameniacha, Mungu amenisahau. Sijui kama nitapata ndoa, sijui kama nitapata mume, sijui kama nitapata mke, sijui kama nitapata watoto, sijui kama nitapata kazi, sijui kama nitapata biashara, sijui kama nitainuliwa. Lisikie neno la Bwana unayenitazama, lisikie neno la Bwana unayenisikiliza. Bwana amekuchora kwenye vitanga vya mikono yake katika orodha ya wanaofuata, na jina lako lipo. Ukatembelewe na Bwana akutendee na wewe katika jina la Yesu. Na mtu wa imani angesema amen kwa Bwana. Haleluya. Iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Mungu hajakusahau. Hebu sema Mungu hajanisahau. Sema tena Mungu hajanisahau. Hebu piga kifua, sema Mungu hujanisahau. Umenichora katika vitanga vya mikono yako. Mungu hajakusahau baba. Mungu hajakusahau. You are struggling. Miradi yako iende, ujenzi umalize, ulee watoto, upate ada, usomeshe watoto malize. Mungu hajakusahau. Nataka nikukumbushe, Mungu bado anao listi ya watu anaowatendea baada ya hao ambao naona wanashuhuda. The next is you in the mighty name of Jesus. Anayefuata ni wewe. Ningeona amen katika jina la Yesu. Watu wakisema Mungu hajanisahau. Kwa nini unawaza Mungu amekusahau? Kwa nini unawaza Mungu amekuacha? Yehova ameniacha. No, Mungu hajakuacha. Mungu hajakusahau. Mungu hawezi kukusahau. Amesema amekuchora katika vitanga vya mikono. Maana yake uko kwenye orodha ya wale wanaoenda kutendewa na Mungu katika hatua inayofuata mbele yako. Mungu hajakusahau. Unasema jamani, hivi wengine wanapona huu ugonjwa, nasikia ushuhuda yule amepona, nasikia ushuhuda yule amepona, nasikia ushuhuda yule amepona. It is okay, wamepona, lakini wewe ni next. You are the next. Sema I am the next. Sema wewe ndiwe unaifuata. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajakusahau. Kwa jambo la kwanza ambalo nataka ujue ni kwamba Mungu hawezi kukusahau na Mungu hajakusahau. Mwingine anaweza akasema sasa kwa nini Mungu anasema tumhojiane, tumkumbushe? Anasema tumkumbushe. Sio kwa sababu ametusahau. Mungu anaposema nikumbusheni, ni ili kuona kiu tulionayo ya kuhitaji msaada wake. Mtu akikwambia ese katika hili jambo nikumbushe, hamaanishi kwamba amesahau. Aone how much you are in need. Kwa kiwango gani uko kwenye uhitaji wa kuhitaji msaada wake. Mungu anapokuambia nikumbushe tuhojiane, Mungu anakikwambia omba ukumbukwe na Mungu. Sikiliza, sio kwamba amekusahau, ila anataka moyo wako utengeneze nafasi kubwa ya kuwa na kiu ya kumuhitaji. Kwa sababu kwa kadiri unavyokuwa na kiu, kwa kadiri hiyo utaona udhihirisho wake. Ila kwamba amekusahau